mahali najua mahali anaendaga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sikujui. Bwana Yesu asifiwe. Imagine hata sijui evangelist. Lakini Mungu ako na sababu ya sisi kukutana mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na lengo letu kukutana mahali hapa, imagine ni kuita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wakati mwingine uwanga unajiuliza, kwa sababu watu wametorokea, huyu ananena kanisa yake, mimi ni wa full gospel, mimi ni wa hii dini, mimi ni wa hii dini. Bwana Yesu asifiwe. Nafika mahali tunahubiri dini. Lakini wakati kama hautuanga tunakutana ili tujenge mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ili mwili wa Kristo ujengeke. Na wakati mwili wa Kristo unajengeka, miujiza na ishara wanga zinatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu mkono ukiwa umeregea hivi, Bwana Yesu asifiwe, mguu hauwezi fanya kitu. Hauwezi ukafanya kitu. Asante pastor. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Evangelist, Mungu akubariki sana. Haleluya. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. In the book, katika kitabu cha Warumi 9 inasema nayo miguu ya wale ambao wanaeneza injili imebarikiwa. Amen. Imagine tumekanyanga mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na tukitoka hapa, Pastor Kamau, hata hapa hatutakuacha hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu miguu yetu imebarikiwa. Kwa sababu tumebeba baraka. Na ukateua hii nyumba yako iwe kama madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe hautabaki wa kawaida. Siwacha tuseme hatabaki wa kawaida. Chochote chenye unahitaji. Kwa sababu umefungua huu mlango. Ukaleta watu katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Imagine ameleta tu watu akawaingiza tu hivyo. Hata hajui ni mama, hata hujui sisi ni akina nani. Lakini kwa sababu ya kufungua huo mlango, mimi nimesimama kwa niaba nikisema, hapa tukitoka hapa, chenye unahitaji, chenye unatarajia, acha Mungu akupatie katika jina la Yesu. Hata wewe Mungu akusangaze. Bwana Yesu asifiwe. Nitondo wako hija ila ndo kulia madhari. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa hapa katika kitabu cha Wakorintho. Nataka tu kwanza tujue maana ya ushirika. Yes. Haleluya. Wakorintho wa kwanza. Wa kwanza mlango wake ni wa 14 mstari wa 26. Basi ndugu, imekuwaje mkutanapo pamoja? Kila mmoja ana zaburi. Wakati tuko katika huu ushirika, kuna mmoja ambaye ako na zaburi. Tufafanulie zaburi, utuambie ni nini? Zaburi ni neno. Zaburi ni neno. Ana fundisho. Kuna mwingine anaweza kuwa na fundisho. Ana ufunuo. Kuna mwingine anaweza kuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wacheni niwaambieni kitu kimoja. Tunaweza kuwa tunapitia hali ngumu katika huu ushirika, mimi sijui. Lakini kwa sababu kuna neno, kuna mtu ambaye aliongeleshwa hata usiku, akaambiwa kuna mama fulani ambaye anapitia hali ngumu, ambaye anapitia hali fulani, akuja hapa tu asimame aombewe. Kuna wao ambao wako hapa wanafunuliwa. Ana lugha, anaongea na lugha. Ana tafsiri. Kuna mwingine anatafsiri hapa. Haleluya. Amen. Simamia hapo. Yes. Kuna mwingine anatafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imagine tunaweza toka hapa. Lakini Roho wa Mungu anaongea. Na Roho wa Mungu anaweza kuwa ananena. Haleluya. Na kunaweza kuwa kuna ujumbe ambayo Mungu anataka kuachilia. Haleluya. Lakini kuna mtu anasukumwa hapo na ujumbe, lakini ananyamazia tu. Haleluya. Kuna mwingine anaweza kuwa mahali hapa. Asifiwe Bwana. Amen. Ambaye hata anajua kutafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri wakati tunaingia kwenye hii na tuko katika hii fellowship,
Wacheni tuachilie Roho wa Mungu atawale. Yes. Wapendwa, wacheni tuachilie Roho wa Mungu atawale katika jina la Yesu. Naona wengine mpaka wanajaribu kufunga mpaka masikio kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kunena lakini wanafunga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni hiyo tufungue katika jina la Yesu. Haleluya. Tusiende kama vipofu. Yes. Haleluya. Tusiende kama vipofu na kwa sababu wakati Roho wa Mungu pastor kuna maneno aliongea ile fellowship na leo ameirudia. Akasema atiwa mahali Roho wa Mungu ako, mahali Roho wa Mungu anatawala, there is liberty. Yeah. Amen. Hebu sikia, there is liberty. Kuna kufunguliwa. Yes. Kuna kuachiliwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Na Biblia inasema sisi tunaenenda katika roho lakini hatuenendi katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuko katika rohoni, kuna mambo ambayo tunaona ambayo hii macho haiwezi kaona. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakuwa anaifunua tukiwa hapa katika jina la Yesu. Amen. Maana ya fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kufungia hicho kipawa. Hicho kipawa mimi nakihitaji. Mimi nataka kuona mbele. Wewe si wewe nabii, wewe ndiye macho. Wewe ndiye utatuonea. Haleluya. Apostle evangelist, wewe ndiye utatafsiri. Tusikie vile Mungu anasema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Katika jina la Yesu. Na tusiogopane wapendwa. Kwa sababu wakati niko hapa, ninaona tunakaa kama stranger, tunaangaliana tu hivi. Hebu salimia huyo mwingine na upatie high five. Hata kama ni high five, umpatie hivi tuwe kitu kimoja. Katika jina la Yesu. Hivyo. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaweza kaa mahali hapa, lakini tukae kama watu ambao wanaogopana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kuongea habari ya kitu kimoja. Nataka kuongea kuhusu uaminifu. Faithfulness. Kuhusu uaminifu. Kuhusu uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Saa zingine tunaweza kuwa tunapitia hali ngumu. Kwa sababu ya kukosa kuwa waaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu Mungu amekuaminia. Kuna kile Mungu ameweka ndani yako, akakuaminia. Akakuaminia kwa sababu ya mimi. Akakuaminia kwa sababu ya ndoa yako. Akakuaminia kwa sababu ya nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuliingia mahali hapa, dada alituambia maombi ya kwanza alikuwa anasema tuombee nchi. Bwana Yesu asifiwe. Alituambia tuombee nchi kwa sababu amebeba ule mzigo ambaye Mungu amemwaminia, na akasema ya kwamba kwa sababu haingeweza hata kuongoza kama hajaachilia hiyo mzigo, kwa sababu kuna kitu Mungu amemwaminia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini? Nataka kusema wacheni wapende tuaminike kwa kile ambacho Mungu ametuaminia. Bwana Yesu asifiwe. Wacheni tuaminike. Ukiona Mungu ametukusanyisha mahali hapa, chiaredi. Mungu amekuaminia, akakuweka kama chiaredi. Na wewe uaminike kwa sababu ya hii mioyo. Haleluya. Tupigie Bwana Yesu makofi. Na wakati tutakosa